alifariki zamani, ndo rafiki yako, ndo mnamge naye. Kwa nini? Kwa sababu nafsi yako ndiko iliko, imekufa, imefichwa, iko kwenye magereza. Kwa hao ndo marafiki walioko kwenye magereza, unaanza kuwa nao kila wakati. Ndo maono yanakuja, ndo ndoto zinakuja, zinakufuatilia namna hiyo. Nikota tumeanguka, umepinduka, mama umedumbukia kwenye shimo, mama unadumbukizwa kwenye shimo refu sana, mara sijui nini, mama unaona kama unakimbia, unatabika polini. Ni kweli kule ndiko uliko. Leo nasema kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, akusaidie Yesu wa Nazareti aliyepanda msalabani kwa ajili ya wanadamu waliotekwa, akusaidie kutoka huko. Akusaidie kutoka huko. Nakumbuka kipindi niko ndoto, nimeenda pale nikafundisha, nikahubiri sana. Lakini binti mmoja akasema amechukuliwa bado na miaka hii 5. Na siku aliyokuwa sio miaka 5, siku aliyozaliwa walipokabidhiwa kwa bibi yake, na bibi yake ni mkuu wa wachawi, na yeye amefanya kuwa mkuu wa wachawi. Binti mwingine akasema wakati tunafanya maombi, mimi nilikuwa polini, ndio nilikuwa natoka kule polini. Hello? Leo nataka nikwambie nafsi yako, kama umenifuatilia vizuri, hautabaki kama Yesu alivyo. Bwana anaenda kukukomboa. Simama juu. Bwana anaikomboa kutoka kule kwenye mashimo, kutoka kwenye magereza, kutoka kule kwenye. Bwana ataikomboa nafsi yako. Yesu ataikomboa nafsi yako. Haijalishi wakati mwingine umefungwa kule na bibi yako, umefungwa kule na babu yako, umefungwa kule na shangazi yako. Maana kuna watu wengine wana ndugu ambao wameshatengeneza mahali pa kuhifadhi nafsi za watu. Kwa hiyo wanawateka, wanawapeleka kule. Kwa hiyo lakini nakwambia, haijalishi namna hiyo, kama ni shangazi yako, ni babu yako, ni bibi yako, ni mama yako, ni mjomba wako, ndiye ametengeneza hivyo, amekukamata kwa sauti ya ukoo, na kitovu cha kiukoo. Lakini yupo Yesu wa Nazareti ambaye hashindwi na jambo lolote. Yeye aliyekufa akafufuka, akashinda kifo na mauti. Huyo anaweza kutenda muujiza wa kukufungua mahali nafsi yako ilikuwa.